Happy Saturday and welcome back to Danny's Media. Now, ladies and gentlemen, I always remind you on this platform that no matter how you people hate the former impeached Deputy President Rigathi Gachagua for being a tribal leader in this country of Kenya, always listen to him. Because Rigathi Gachagua have been having or is having the intel of this country of Kenya at his fingertips. Huyu Kasongo mimi ndio dawa yake. Na tunajuana na yeye vizuri. Waswahili wanajuana na nini? And why am I saying this? One day ago, after Gachagua exposed to the citizen of this country of Kenya that 2 police officers participated behind the death of the late Dr. Victoria Mutiso, some Kenyans disagree with Rigathi Gachagua. Kuna wakili my neighbor aliwawa. Naitwa Chalo Bovu. Tunaishi na yeye hapo Karen. Aliwawa hapo. Na mpaka wa leo wale huwa hawajapatikana, bado wa professionals. Tumekuja kujua ni polisi. Sasa police officers pale Kikuyu police station wameniambia there are 2 police officers hapo ndio waliua huyo wakili anaitwa Chalo Mbovu kwa sababu ya mambo ya shamba. Juzi wameua mama anaitwa Dr. Victoria Mutiso over the same issue. Those 2 police officers ni jamii ya Ruto na Murkomen. Then yesterday on Friday, the DCI boss shocked Kenyans after he admitted that it is true that 2 police officers participated behind the death of the late Dr. Victoria alongside the death of city lawyer called Mbob Jallow, who was assassinated last year in 2025. Daniel Mwangi Njoroge and Kevin Ngugi Kinuthia. The evidence led our investigators to serving Kenya Police Service officers who apparently and unfortunately played very critical roles in the conspiracy. Inspector Kenneth Kipkomboi-Sang, the officer in charge of Nderi Police Post under Kikuyu Police Station, has been positively identified as the link person between the financiers and the operational team, as well as the source of the murder weapon. And this officer is currently on the run. Through analysis, as we speak right now, things are getting more terrible within the security sector behind the death of these 2 people. Dr. Victoria Mutiso alongside city lawyer called Bob Jallow, whom was assassinated last year in 2025. And that is why I always say that government cannot investigate themselves. Mkurugenzi mkuu wa DCI Mohamed Amin na kiongozi wa upinzani Rigathi Gachagua wamejibizana kuhusiana na uchunguzi wa kifo cha Daktari Victoria Mutiso. Amin anadai kuwa Gachagua amekuwa akizungumza na mshukiwa mkuu wa mauaji hayo, huku Gachagua akimkashifu Amin kwa kujaribu kuwaficha maafisa wa polisi waliohusishwa na mauaji hayo. Stephen Leto ana kina cha taarifa hiyo. Mauaji ya Daktari Victoria Mutiso ambaye amezikwa leo nyumbani kwake Mboni, kaunti ya Makueni, yamezua ubishi baina ya mkurugenzi mkuu wa DCI Mohamed Amin na kinara wa DCP Rigathi Gachagua. Kwa siku kadhaa, Gachagua amekuwa akimkashifu mkuu wa DCI kuwa anawaficha maafisa wa polisi wanaodaiwa kuhusika na mauaji hayo. Sasa huyu mama ameuawa, Dr. Victoria ameuawa na polisi. Amin, you are covering up. Why are you covering up? Mapema asubuhi baada ya mkurugenzi mkuu wa DCI kuitisha kikao na wanahabari, Gachagua aliandika katika mtandao wa kijamii kuwa iwapo maafisa hao hawatatajwa majina, atayachapisha yeye mwenyewe. Alipohutubia vyombo vya habari, mkurugenzi mkuu wa DCI alimwelekezea Gachagua na kudai kuwa kiongozi huyo wa DCP amekuwa akizungumza na washukiwa wakuu wa mauaji hayo. Unfortunately, what came out very, very clearly is that Honorable Rigathi Gachagua was in communication with one of our main suspects in this matter, who was feeding him with this information.
DCI aidha ikifichua kuwa Gachagua alizungumza na mwendeshaji wa bodaboda iliyotumika kumbeba Elijah Kimoi, afisa wa polisi aliyempiga risasi Daktari Victoria Mutiso katika eneo la Upper Hill na kumuua papo hapo. And apparently he also appears to have been in communication with the boda rider. But what we are saying is, if really Rigathi Gachagua meant well for these particular investigations, because we are not dealing with politics, we are dealing with a murder investigation. DCI aidha inasema kuwa washukiwa wengine hadi kufikia sasa bado wanasakwa na polisi. It is unfortunate that after he made that public statement, the two officers that we are talking about went underground. All police officers, all national intelligence officers who are giving us information, we shall protect the confidentiality of the information you are given. Yes. We cannot be foolish to expose you. Mkurugenzi wa DCI akishikilia kuwa wote waliohusika na mauaji hayo watakamatwa na kuchukuliwa hatua ya kisheria. Stephen Leto, runinga ya Citizen. Anything that is being linked up by the government, they can never investigate themselves and come out with the truth. Hawezi. We have created a mechanism, Mau style, on how to receive information without it being known. Now you can learn na hiyo. So wewe Kasongo, unless you start everybody in status, hata wale mtalete 3/4 watakuwa ni wadiani. Mambo ya siri tumeweka siri kabisa. I want to assure all civil servants, all police officers, all national intelligence officers who are giving us information, we shall protect the confidentiality of the information you are given. Yes. We cannot be foolish to expose you because you'll be in danger, you'll be sacked, and we want you to give us more information. We have created a mechanism, Mau style, on how to receive information without it being known. Now you can learn na hiyo. So wewe Kasongo, unless you start everybody in status, hata wale mtalete 3/4 watakuwa ni wadiani. Unless uende utafuta watu Somalia ama another country. As long as you shall employ Kenyans, all Kenyans are with Rigiji. And they trust him with information. Kitu ambayo inawahusu huwa wanaachana nayo. Hawajawahi tuambia who and how City Doya was killed and what was the purpose, what was the cause of his death. Hawajawahi sema. Sababu mimi siwezi kuja DCI, siwezi kuja polisi. Mimi nimepita hiyo kiwango. Mimi niko kiwango ya rais. So wewe kama kuna watu walinipigia simu, niandike statement kwangu. All right? Don't think Kenyans are fool bwana Amin. Murkomen had instructed you to cover up those people from his community. The 3 killers ya polisi ambaye ndio walikuwa wametumwa na Ichung'wa kuua mimi na Matiang'i na Kalonzo siku tulienda Kikuyu police station. Bwana Amin, you have also covered up wale officers ambaye walipiga watu Wetima. Those rogue police officers, you have the file and I have a copy of that file nimepatiwa. Na usiposhitaki watu ya Wetima, I am going to release that file to the people of Kenya because I have the file. And you must know now, Wakenya wamewacha hii serikali. All civil servants have left you. They are now with Kenyans. And they are the ones who are giving us the information. So don't play around with the minds of Kenya. Oh, these aspects talk to the regime. Because you hutaki to admit that police officers now are the ones giving information to leaders and to the people of Kenya. You have lost the entire civil service because hawataki mambo ya wizi. Juzi rais alikuwa anaandika taarifa ya 2016. Watu wake hapo ndani box yake wakanitafuta. Wakaniambia hii mtu ameandika uongo, tangazia wa Kenya. Na rais hapa anasukua hii watu kutafuta ni nani. Wewe jua hii kazi unafanya ni Mau. Si Mau watu ya siri. Mambo ya siri tumeweka siri kabisa. I want to assure all civil servants, all police officers, all national intelligence officers who are giving us information, we shall protect the confidentiality of the information you are given. Yes. We cannot be foolish to expose you
because you'll be in danger, you'll be sacked, and we want you to give us more information. We have created a mechanism, Mau style, on how to receive information without it being known. Now you can learn that. So unless you start everybody in status. Hata wale mtalete 3/4 watakuwa ni watiani. Unless uende utafuta watu Somalia ama another country. As long as you shall employ Kenyans, all Kenyans are with religion. And they trust him with information. Kama hiyo sasa nimetoa, hiyo familia itapata haki. Na ilikuwa ifichwe. Those officers from Murkomen's community walikuwa wanakuwa protected. Mimi kwa sababu nimepatiwa information, I am a patriotic Kenyan. I have given it up to Kenya. Sasa wametangazwa watakamatwa. Na hao watu watapata haki. DCI, I mean, you are the worst DCI since independence. Wewe ni mtu ya cover. Police are committing crimes and you are covering up those crimes. And we shall... Because hii maneno iliwashika. Hawajaisema. Right now, the CS of Interior Kipchumba Murkomen can't say anything. Hawezi sema kitu saizi. And before we proceed, please consider liking the video. When you like the video, you automatically shows us your support on what I'm doing on this platform. So please, as you watch, consider liking our videos. And before we proceed again, allow me to read for you Rigathi Gachagwa's tweet concerning to the press by the DCI boss Mohamed Amin behind Rigathi Gachagwa's statement that he made some days ago that have seriously scared or shake up the government of William Samoei Ruto, especially within the security sector. Honorable Rigathi Gachagua, Bwana DCI, I have seen you have called a press conference to cover up the police killers of Dr. Victoria Tunya Mutiso and then fix some border riders. I have the names of the 3 police killers from Murkomen's community whom you have been instructed to cover up. We shall release the details after your presser if you attempt a cover up. You must name the inspector from Kikuyu police station, the constable from the same police station, and the other constable from Karindi police post. Good officers have given me all the details, and your days of covering up killers by the police officers must come to an end. Also, Bwana DCI, allow the people of allow the Nairobi Sierra Killer Squad you have transferred out of Nairobi to attend the presser. They want to tell Kenyans and name the person who have been instructing them and how they are now being victimized. As we speak right now, the DCI boss can't even sleep because Gachagua amechukua kazi yake. What Gachagua have been doing since he was impeached as the deputy president of this country of Kenya is what the DCI boss or NIS boss should be doing. So it seems like Gachagua is working and Mohamed Amin DCI boss is earning salary on his behalf. Yani Gachagua anawafanyia kazi, then hao wanatukula msara. We, nikiwaambia that Gachagua akikuambia that bibi yako ako na mimba, jitarisha na diapers, huwa mnadhani ni mchezo. Si mnaona? Gachagua anasema asubuhi, ikifika jioni ama 2 days time, hao wenyewe wana admit that it is true. Yesterday they confirmed. Gachagua is serving the intel of this country of Kenya at his fingertips since he was impeached as the deputy president of this country of Kenya. And you need to know that, okay, ask yourself this question, that why is it that up now, Gachagua have never been arrested for exposing some of the critical things under the government of William Samoei Ruto? For the last 2 years that Gachagua have been outside the government, mbona hajawahi shikwa? Inafahamu ujiulize. It is almost 2 years. Gachagua have been exposing critical things under the leadership of Ruto. Ushawahi ona Gachagua akishikwa? Hajawahi shikwa. Because zile vitu ambavyo amekuwa akisema ni ya ukweli. So, it is either Ruto fire all the communications team at State House, ama afanyie wananchi kazi, ama aendelee kuaibika kwa serikali yake. Ama serikali yake iendelee kupata aibu kila siku. So, Ruto must fire all the communication team at State House and some other people.
Na mmekuwa mkiita Gachagua mkabila mkubwa. Hapa Nairobi pekee, Wakalenjin ndio wamejaa kama OCS. Hapa Nairobi pekee. Kwani hiyo sio ukabila? Bwana mwachane na Rigathi Gachagua bwana. I can't hate Gachagua. Tuseme tu kweli. I can't hate Rigathi Gachagua for being a tribal leader. Hapa Kenya, so many leaders are tribal. It is just that Rigathi Gachagua have admitted that it is a tribal leader. He admitted long time ago being a tribal leader. Hawa akina Kalonzo, akina Ruto, akina Oburu, akina Gladys Wanga, bado hawajadmit tu. But it is true that they are tribal leaders. Hawajaweka wazi. So please Kenyans, tukue karibu na Rigathi Gachagua as you are approaching the election. Huyu mtu atatuokoa. Huyu mtu. Si mliona hata venye Kindiki alianza kuongea. How what they respect, they are afraid of Rigathi Gachagua. Right now they are now turning the case that Gachagua is the person who participated behind the death of Dr. Wetira Mutiso. And I want to ask these people this simple question. If it is true that Gachagua participated behind the death of Dr. Wetira Mutiso, why is it that up to now you have never arrested Gachagua? You have not summoned Rigathi Gachagua? Why are you trying to cover up what cannot be covered? This one you cannot cover it. Eh? And you will be shocked that there are some two bosses wakubwa wenye alituma hao polisi wadogo kwenda kuua Dr. Victoria Mutiso. Mtaona. Just wait. That is what I have for you on this video. So please consider liking the video, commenting on our videos, sharing them, and don't forget to turn on notification bell for more updates daily. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tukutane kwa video itakayofuata, wapenzi watazamaji wa Daniz Media. Remember to subscribe, comment, share, like the video, and don't forget to turn on notification bell for more updates daily. See you in the next video, my great viewers. Asanteni sana kwa support ambayo mnaninipa kwa hii chaneli yetu. Bye bye.